Habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu na bingwa kabisa wa tiba asili Afrika. Leo hii nipo na kiumbe namba 2 ambaye pacha wake wa Ashiju, lakini huyu anaitwa Ashitu. Kiumbe huyu ni mzuri sana, kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ili mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Bado tupo katika ofa yetu na kiumbe huyu Ashitu gharama yake ni milioni 7. Ashiju gharama yake ni milioni 4. Ashitu ni kiumbe ambaye kwanza kabisa kufanya kile kitu ambacho unachokihitaji, na ana uwezo wa kufanya chochote kile ambacho unachokitaka. Kuondoa au kumuondoa mtu usemtaka katika eneo lako la kazi au eneo la nyumba yako, jirani, au kama kuna sehemu mnagombania kitu fulani, basi ukimwambia yeye anaweza yule mpinzani akamuondoa kabisa. Lakini pia kukuweka sawa kiakili, kukaa sawa. Kama ulikuwa na tabia za hovyo, basi yeye anaweza akakuweka sawa kabisa. Lakini pia ni kinga kubwa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri sana. Kutafsiri njozi, kukupa maono, mambo ambayo yaliopo, yaliopita na yajayo, kukupatia pesa, kukutajirisha kwa namna moja au nyingine. Inampendeza mtu kummiliki yule ambaye alianzisha biashara ikafeli, inaenda kufilisika. Kwa mfano, kama mtu alikuwa na biashara ya jumla ikaenda kufilisika mpaka ikawa rejareja, ya rejareja ikaenda kufilisika mpaka ikawa kama kijigenge. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wapush kurudi tena na tena na tena. Kiumbe huyu ukiwa naye hautofilisika kabisa. Kiumbe huyu ataondoa wasiwasi na mashaka na uchawi uliozikwa hapo katika eneo lako, inayosababisha mpaka wewe usifanye kazi. Kiumbe huyu Ashitu ni kiumbe ambaye kazi yake ni kumtajirisha mtu na kulipwa. Kuna watu na wadai, basi yeye kazi yake ni kufanya wadai walipe, wadaiwa walipe. Ashitu ni kiumbe ambaye chochote unachokitaka kwenye mamlaka, basi yeye atakupatia. Masharti yake machache sana ambayo kila mtu anaweza akayamudu. Anampenda mtu ambaye mnywaji pombe, sio mlevi, mnywaji pombe. Kwa hiyo kwa sababu ye mwenyewe Ashitu ni kiumbe ambaye kwanza anakunywa pombe za gharama sana. Yaani ni zile kama kununua, basi ni yale mapombe ya miaka hiyo ambayo unaenda unakutana nayo na milioni 1, milioni 2, milioni 3 pombe tu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakunywa pombe sana. Ni kiumbe, ni jini ambaye anakunywa pombe ambazo za gharama sana, na luxury, sio mlevi. Maana kuna yule mlevi na mnywaji. Kwa hiyo huyu ni mnywaji sana. Lakini pia ni mvutaji wa sigara kawaida. Kwa hiyo hata wewe unaweza kukamiliki kama una tabia ya kunywa pombe, kama una tabia ya kuvuta sigara. Mapenzi, ni anapenda kufanya mapenzi. Kwa hiyo kama wewe pia ni mwanaume unapenda kushiriki tendo na mwanamke wako, anakufaa. Kama wewe ni mwanamke unapenda kushiriki penzi na mwenza wako na una relax, sio kahaba, una relax, anakufaa sana. Sasa sidhani kama kuna sharti gumu hapo, kwa sababu ukiambiwa kwa siku unywe pombe hata glasi kimoja au hivyo inafaa, au kwa wiki usimisi kunywa hata pombe inafaa, kwa wiki usimisi kuvuta sigara inafaa, kwa sababu lolote hapa ukiwa nalo linakufaa. Sawa, sio lazima yote uyamudu. Kuna mtu anakunywa pombe, sigara havuti, ni sawa, inamfaa, anamfaa Ashitu. Kuna mtu ambaye anatumia sigara lakini pombe anywe, inamfaa. Kuna mtu ambaye anatumia sigara, mapenzi pia anapata. Kuna watu wengine hivi vitu vyote hivi wanavyo kwa pamoja, inawafaa sana. Kwa hiyo ni kiumbe ambaye anadiriki kukaa katika mazingira yetu ya sasa. Umenielewa bwana? Ni kiumbe anatumika sana, ni kiumbe ambaye ni mkubwa na anafanya kazi kwa haraka mno. Sasa tusubiri kuangalia katika episodi ya 2 jinsi ya kumuita. Kama unahitaji kumuita wewe mwenyewe, basi utasubiri episodi ya 2 namna ya kumuita. Lakini ukasema mimi nipite shortcut tu, mimi maswala kukali hasa kwanza naogopa, sitaki kuita majini, mimi nataka tu nifanye kazi, njoo nunue kiumbe kwetu. Kisha nunua kiumbe kwetu, hakuna haja ya kukali hapa. Karibu sana mwanafunzi, wasiliana na mimi kwa namba za simu hizo hapo. Kujipatia ofa yako iko ukingoni ili usikose ofa hii. Asante, usichanganye. Kuna Ashitu na Ashiju. Huyu ni Ashitu. Asante.